Kila anayesujudu na kupata alama chapa inayotokana na kusujudu hana raha mchana wala usiku, na adhabu ya moto wa milele inamsubiri. Sio mimi, ni ufunuo. Sisi wa Kristo tunamsujudia Mungu kila siku, kila Dominika, lakini sio kwa kuanguka chini na paji la uso kugusa ardhi. Tunamsujudia, tunamnyenyekea, tunamheshimu, tunamtii, tunamwabudu kwa njia mbalimbali. Lakini hii ya kuanguka chini aliitaka shetani afanyiwe na Yesu. Bwana Yesu alikataa. Leo ni siku nyingine nzuri, imempendeza Mwenyezi Mungu. Tumekutana hapa Haradali Media. Imani ndogo inatosha. Karibu kwenye kipindi chako cha ukweli utakuweka huru. Langu jina Damian Moses mwana wa Ndimbo Chimemena Magono Gamaele. Nitegemee Mungu mwana wa Palochi Palilambi. Na kukaribisha kama ilivyo ada. Haradali Media ni sehemu ya kujibu hoja na maswali mbalimbali yanayoulizwa na wadau, hata maadui wa kanisa, wapinzani wa kanisa, lakini pia hata waumini wa kweli. Yako baadhi ya mambo yanawatatiza. Wakimbilie wapi, waende wapi? Wanakuja Haradali Media, wanauliza, na sisi kazi yetu ni kuwajibu, kufundisha, kuelimisha. Leo tunajibu swali, je, kila anayesujudu anafanya ibada kwa Mungu aliye hai? Je, kusujudu ni ibada? Maana wako watu wanashutumu, wanasema Biblia inasema msujudieni Mungu. Daudi anasema imbeni, msujudu mbele za Mungu. Ni kweli, lakini kuna watu wanapotosha, wanasema hata Bwana Yesu alisujudu. Mimi Biblia nimeisoma kwa kiwango chake. Huu ni mwaka unaenda unakaribia mwaka wa 30 tangu nimeanza kusoma Biblia vizuri. Sijaona sehemu Bwana Yesu amesujudu. Biblia inasema Bwana Yesu akaanguka kifudifudi, hata nchi akaomba. Kwa kuna kuanguka kifudifudi, kuna kuanguka kifulifuli, kuna kusujudu. Maana yake nini? Fulifuli, Yesu au mtu analala, tumbo linagusa ardhi, magoti ardhi, kidevu ardhi. Hapo ndo ameanguka kifudifudi. Kuanguka chali, manake kisogo kinagusa ardhi, mgongo unagusa ardhi, makalio yanagusa ardhi. Huko ndo kichali chali. Kusujudu, unapiga magoti, paji la uso ndo linagusa ardhi na magoti yanagusa ardhi, tumbo aligusi ardhi. Huko ndo kusujudu. Lakini neno kusujudu kwa Kiswahili lina maana kubwa 3. Maana ya kwanza ni kunyenyekea. Maana ya pili kutii. Maana ya 3 kuabudu. Kwa mantiki hiyo, sio kila anayesujudiwa anaabudiwa. Mwingine anatiiwa tu, mwingine ananyenyekewa tu kutokana na cheo chake, mazingira yake, wazifa wake, umaarufu wake na kadhalika. Na kusujudu sio tu kuanguka chini na paji la uso kugusa ardhi. Ukienda mahakamani, hakimu akishaingia wote mnasimama. Huko ni kumsujudia.
kumheshimu, kumnyenyekea. Ukienda mbele ya hakimu lazima uiname kidogo hivi. Huko ni kutii, kunyenyekea, kumsujudia, lakini sio kumwabudu. Hata Yusufu kwa mujibu wa Qur'an aliwainua wazazi wake wakamsujudia. Je, walimwabudu Yusufu? Hiyo ni Qur'an. Surati Yusufu bila shaka aya ya 100. Yesu Kristo alisujudiwa kwa kuwa alistahili kusujudiwa katika levo zote 3. Yesu alinyenyekewa, Yesu alitiiwa, Yesu aliabudiwa. Kwa mfano, mamajusi wa mashariki walikwenda wakamsujudia. Yesu anastahili kusujudiwa. Hata alipofufuka, Biblia inasema na wale wanafunzi 11 wakaenda Galilaya mpaka mlima ule aliowaambia Yesu. Nao walipomuona walimsujudia, lakini baadhi yao waliona shaka. Mathayo 28:16 mpaka 20. Yule kipofu aliyeponywa na Yesu katika Injili ya Yohana sura ya 9, na yeye alimsujudia Yesu. Ila hakuna andiko Bwana Yesu amesujudu, kwa maana ya kuanguka chini, paji la uso likagusa ardhi. Kwa wale mnawashutumu wa Kristo katika ibada zetu, mbona hatuanguki chini? Hatusujudu kwa kuanguka chini. Sisi tunasujudu kwa njia nyingine. Tunasimama, tunafunga mikono, tunapiga magoti, tunakaa kimya, wengine wanafumba macho. Hiyo yote ni namna mbalimbali za kutii, kunyenyekea, kumwabudu Mungu. Sio lazima paji la uso liguse ardhi. Twende kwa mifano. Ili Mkristo asujudu kwa paji lake la uso kugusa ardhi, lazima mbele yake kuwe na kitu kitukufu, kitakatifu. Kama kipo anaweza, kama hamna sio lazima. Kwa mfano kwenye Kutoka sura ya 34 aya 5 hadi 9, Musa alipouona utukufu wa Mungu ukishuka katika vilima akasujudu. Musa hakuwa kanisani, hakuwa hekaluni, hakuwa msikitini, alikuwa mlimani, porini. Utukufu wa Mungu uliposhuka katika wingu, Musa alisujudu. Aliona nini? Aliona utukufu wa Mungu. Biblia haisemi Musa alisujudu kwa staili ipi, ya kupiga magoti, ya kufumba macho, kufunga mikono, lakini Musa alisujudu baada ya kuona utukufu wa Mungu umeshuka. Kama hoja ni kila anayesujudu anamwabudu Mungu, Musa hapa alikuwa mlimani. Kwani tusiende milimani kule Kilimanjaro, mlima ambao tukasujudu kule? Watu mnajifungia ndani, mnasujudu ndani. Wana wa Israeli nao walisujudu. Je, ilikuwaje? Hebu tusome Nyakati wa Pili 7:1 hadi 3. Suleiman alipokwisha maombi hayo, moto ukashuka kutoka mbinguni ukateketeza sadaka kuteketezwa na dhabihu. Utukufu wa Bwana ukaijaza ile nyumba, wala makuhani hawakuweza kuingia nyumbani mwa Bwana, kwa kuwa utukufu wa Bwana umejaza nyumba ya Bwana. Wakatazama wana wa Israeli wote waliposhuka ule moto, utukufu wa Bwana ulipowajia juu ya nyumba, wakasujudu kifurifuri hata nchi sakafuni, wakaabudu, wakamshukuru Bwana wakisema, kwa kuwa ni mwema,
kwa maana fadhili zako ni za milele. Hapa ni wanaume na wanawake. Utukufu wa Bwana umeshuka, nyumba imezingirwa na moto, wakasujudu baada ya kuona utukufu wa Mungu. Wewe leo unaposujudu mpaka paji la uso linagusa ardhi, unaona nini? Unamuona nani? Leo kuna watu wanasujudu lakini wanawake peke yao, wanaume peke yao. Biblia inasema wana wa Israeli walikuwa wote pamoja, wanaume, wanawake, watoto, wazee. Utukufu wa Mungu umeshuka, wanaushuhudia. Umeijaza nyumba, nyumba inawaka utukufu wa Mungu. Wakasujudu baada ya kuona utukufu wa Mungu. Twende kwa Nehemia naye. Nehemia. Katika Nehemia sura ya 8 aya ya 4 hadi 16, maandiko yanasema Ezra akakifungua kitabu machoni pa watu, maana alikuwa juu ya watu wote, na hapo alipokifungua watu wote walisimama. Ezra akamuhimidi Bwana Mungu mkuu, nao watu wote wakaitika amina, amina, pamoja na kuinua macho yao, kisha wakainama vichwa vyao wakamsujudia Bwana kifudifudi. Ezra kainua kitabu, wana wa Israeli wamekiona. Ezra akasoma, wakasujudu kifudifudi baada ya kusomewa yaliyomo kwenye kitabu. Wale ambao leo mnasujudu mpaka paji la uso linagusa chini, wengine mnatoka na alama, je, mnaona nini? Ni utukufu wa Mungu mnauona? Mbele yenu mnaona nini cha kuwafanya msujudu? Lakini hii sio mwisho. Twende kwenye Kutoka sura 18 aya ya 1 hadi ya 7. Nitanukuu mstari mmoja. Mimi Yesro mkweo nimekuja kwako na mkeo na wanao 2 pamoja naye. Basi Musa akatoka nje ili amlaki mkwewe, akamsujudia na kumbusu. Wakaulizana habari, kisha wakaingia hemani. Musa mtumishi wa Mungu kamsujudia mkwewe na kambusu. Kwa hiyo sio kila anayesujudu anamwabudu Mungu. Musa hapa mkwewe kaja kamsujudia mkwewe, kisha kambusu. Ndo akaanza kuulizana habari. Unasemaje? Watoto wa jambo, kazi ya Mungu inaendaje? Baada ya kumsujudia na kumbusu mkwewe. Mathayo sura ya 4 aya ya 8 hadi ya 10. Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno, akamuonyesha miliki zote za ulimwengu na fahari yake, akamwambia, haya yote nitakupa ukianguka kunisujudia. Ndipo Yesu akamwambia, nenda zako Shetani, kwa maana imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Sisi wa Kristo tunamsujudia Mungu kila siku, kila Dominika, lakini sio kwa kuanguka chini na paji la uso kugusa ardhi. Tunamsujudia, tunamnyenyekea, tunamuheshimu, tunamtii, tunamwabudu kwa njia mbalimbali. Lakini hii ya kuanguka chini aliitaka Shetani afanyiwe na Yesu. Bwana Yesu alikataa. Tunarudishwa tena nyuma kwa Suleimani. Katika Wafalme wa Kwanza sura ya 8 aya ya 54 hadi ya 61, nitanukuu aya ya 54 tu.
Hata ikawa Sulemani alipokwisha kumwomba Bwana maombi hayo na dua hiyo yote, akasimama na kuondoka hapo mbele ya madhabahu ya Bwana, hapo alipokuwa amepiga magoti na kuikunjua mikono yake kuelekea mbinguni. Sulemani alikuwa anamuomba Mungu, kapiga magoti, kakunjua mikono yake kuelekea mbinguni. Na sisi kila siku, kila Jumapili tunapiga magoti, tunakunjua mikono. Sio lazima nianguke chini, paji la uso liwe na alama. Nyakati wa Pili sura ya 6 aya 12 hadi 13 tunasoma tena, akasimama mbele ya madhabahu ya Bwana machoni pa mkutano wote wa Israeli, akainyosha mikono yake. Maana Sulemani alikuwa amefanya mimbari ya shaba, urefu wake mikono 5 na upana wake mikono 5 na kwenda juu kwake mikono 3, na kuisimamisha katikati ya ua. Akasimama juu yake, akapiga magoti juu ya mkutano wote wa Israeli, akaikunjua mikono yake kuelekea mbinguni. Sulemani pia hapa anamwomba Mungu, amepiga magoti. Natulazimisha tusujudu. Mbona msujudu? Watu wanadokoa Biblia kama polotebo. Biblia isomwi kama polotebo. Bwana Yesu anakazia hilo. Mungu ni roho, na wale wote wanaopaswa kumwabudu Mungu, imetupasa kuabudu Mungu katika roho na kweli. Yohana 4:24. Kristo anaweza kumwomba Mungu, kumtii Mungu, kumheshimu Mungu bila kuangusha paji lake kugusa ardhi. Maana Mungu ni roho. Luka sura 22 aya 39 aya 42. Luka 22:39 mpaka 42. Bwana Yesu akajitenga nao kama kiasi cha kutupa jiwe, akapiga magoti akaomba. Yesu mwenyewe alipiga magoti akaomba. Hakuna sehemu Yesu amesujudu, paji la uso limegusa ardhi alafu akaomba. Na Yesu anawaambia wanafunzi wake, tena msalipo msiwe kama wanafiki, kwa maana wao wapenda kusali hali wamesimama katika masinagogi na pembe za njia, ili waonekane na watu. Ami nawaambia, wamekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe usalipo, ingia katika chumba chako cha ndani, na kisha kufunga mlango wako, usali mbele ya Baba yako aliye siri. Baba yako aliye siri atakujaza. Nani mkiwa katika kusali, msipayuke kama watu wa mataifa, maana wao huzani kuwa watasikika kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Basi msifanane na hao, maana Baba yenu anajua mnayohitaji kabla ninyi hamjamuomba. Basi ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamee deni zetu kama sisi nasi tuwasamehevyo wadeni wetu, na usitie katika kishawishi, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Hapa hakuna kusujudu, paji la uso liguse ardhi. Na tukisali tusiwe kama wanafiki, tusifanane na wanafiki. Katika Mathayo sura 26 aya 36. Mathayo 26:36. Bwana Yesu akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifudifudi, akaomba akisema. Hapa Yesu hakusujudu, bali alianguka kifudifudi. Manake alianguka kifudifudi. Tumbo limegusa ardhi, miguu imegusa ardhi, kidevu kimegusa ardhi. Ndo kifudifudi. Kichalichali unageuka. Kusujudu unapiga magoti, paji linagusa ardhi. Sio kila anayesujudu anaomba.
au anasali. Kwa mfano Samueli wa kwanza 17:17, Samueli wa kwanza 17:17. Ndipo Ibrahimu Samueli wa kwanza 17:49 hadi 50. Tuanzie hapo. Samueli wa kwanza 17:49 hadi 50. Daudi akatia mkono wake mfukoni, akatoa humo jiwe moja, akalitupa kwa kombeo lake, akampiga Mfilisti katika paji la uso. Jiwe lile lilimuingia kipajini, akaanguka chini kifudifudi. Daudi alimpiga Mfilisti jiwe, akaanguka chini kifudifudi. Huyu hapa hakuwa anasali, bali maumivu ya jiwe yakamtwanga, akaenda chini kifudifudi. Mwanzo sura ya 17 aya 17. Mwanzo sura ya 17 tunaona Ibrahimu akaanguka kifudifudi, akacheka, akasema moyoni, je, mtu wa umri wa miaka 100 kwake atazaliwa mtoto? Naye Sara mwenye umri wa miaka 90 atazaa? Hapa tunaona Ibrahimu baba yetu wa imani alianguka kifudifudi, akacheka moyoni, akashangaa katika uzee wake, yeye anaweza kutungisha mimba? Mkewe ameshakoma katika desturi zake, anaweza akapata mimba? Kwa mada yetu tunaangalia kusujudu. Sio kila anayesujudu anafanya ibada, na sio kila ambaye anakuwa kifudifudi anamwabudu Mungu. Kwa tusilazimishane kwamba Wakristo hamsujudu. Mungu anasema msujudieni, Bwana Yesu amesujudu. Hakuna andiko Biblia nzima Bwana Yesu kuna siku alisujudu paji la uso likagusa ardhi. Hilo andiko hakuna. Sisi Wakristo tutaendelea kusujudu siku ya mwisho tukapomwona Bwana Yesu amekaa kwenye kiti cha enzi. Hapo hakutakuwa na uzuru, tutamuona uso kwa uso, tutamsujudia, na maandiko yapo. Hapa duniani tunaweza kumwabudu Mungu, kumtii Mungu, kumheshimu Mungu kwa njia mbalimbali kama nilivyosema hapo awali. Katika Wafilipi sura ya 2 aya 5 hadi 11, Wafilipi sura ya 2 aya 5 hadi 11, kila ulimi ukiri Yesu ni Bwana, na kila goti litapigwa, la vitu vya duniani na vitu vya chini ya ardhi. Kila goti litapigwa mbele ya Kristo. Sisi tunasubiri kusujudu tutakapomwona Bwana Yesu ameketi katika kiti cha enzi cha mwana-kondoo. Je, ni kweli au sio kweli? Maandiko yapo mengi. Naomba nikupeleke kwenye kitabu cha Ufunuo. Ufunuo sura ya 14 aya 9 hadi 12. Kwa nini tumekatazwa hapa duniani kusujudu kwa kuangusha paji la uso chini? Hapa duniani kwa nini tusisujudu kwa njia hiyo? Tuna sujudu kwa njia zingine kama vile kupiga magoti, kuinamisha kichwa namna hii, kufunga mikono, kufumba macho, kukaa kimya kanisani. Hizo ni njia mbalimbali za kusujudu, lakini tumekatazwa kusujudu kwa njia ya paji la uso kugusa ardhi. Kwa nini tukatazwe kwa njia hiyo? Kwanza ndio njia ambayo shetani alitaka Yesu amsujudie. Lakini pia kuna maandiko yanasema, Ufunuo 14:9, na mwingine malaika wa 3
akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yoyote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo ya ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwana-kondoo, na moshi wa maumivu yake hupanda juu hata milele na milele, wala hawana raha mchana wala usiku hao wamsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kila aipokeaye chapa jina lake. Hapo ndipo penye subira ya watakatifu hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu Kristo. Kila anayesujudu na kupata alama chapa inayotokana na kusujudu hana raha mchana wala usiku, na adhabu ya moto wa milele inamsubiri. Sio mimi, ni Ufunuo sura ya 14 aya kwanza hadi aya ya 9. Lakini pia kuna angalizo la Ufunuo 20:1 hadi 4. Ufunuo sura 20 aya kwanza hadi ya 4. Kisha nikaona malaika akishuka kutoka mbinguni, mwenye ufunguo wa kuzimu na mnyororo mkubwa mkononi mwake, akamshika yule nyoka wa zamani ambaye ni Ibilisi na Shetani, akamfunga miaka 1000, akamtupa katika kuzimu, akamfunga, akatia muhuri juu yake, asipate kuwadanganya mataifa tena hata ile miaka 1000 itimie, na baada ya hayo yapasa afunguliwe muda mchache. Kisha nikaona viti vya enzi, wakaketi juu yake, nao wakapewa hukumu. Nami nikaona roho zao waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu na kwa ajili ya neno la Mungu, na hao wasio msujudu huyo mnyama wala sanamu yake, wala hawakuipokea ile chapa katika vipaji vya nyuso zao wala katika mikono yao, nao wakawa hai wakatawala pamoja na Kristo miaka 1000. Sisi ambao hatuna chapa usoni wala katika mikono inayotokana na athari ya kusujudu, siku ya mwisho tutapata raha, tutatawala na Kristo milele na milele, hatutapata adhabu. Mungu akubariki. Kama hujaelewa, kama hujanielewa, nitarudia tena mada hii. Nipigie 0755238159. Mungu akubariki wewe na nyumba yako. Hapa Haradali Media, imani ndogo inatosha. Mpaka wakati mwingine, bye bye.